Rongo 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 yo. Rongo. Rongo 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 yo. Rongo. Rongo rongo yo. Rongo. Rongo rongo yo. Rongo. 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 Karibu. Hapa ndo kwa mganga Dumba. Mganga, mimi nimekuja na shida. Shida yangu mimi. Shut up your mouth. Tamdomo hapa. Jackson, wewe ni rafiki yangu kwa muda mrefu sana. Mimi naomba nikushauri kitu. Naomba nikushauri kitu kwa sababu pia kinaweza kikakusaidia baadaye kwenye maisha yako. Mimi nakushauri kitu kimoja ndugu yangu. Mimi naomba uachane na Happy, uangalie maisha yako, utafuta mwanamke mwingine uoe. Sasa unajua vile unavyokuwa unahangaika kumfuatilia mtu ambaye umesikia stori zake, mara amekufa, mara hivi na hivi na hivi, ni purukushani za hapa na pale, watu wanavutana tu, mimi ina maana. Kweli nakwambia ndugu yangu. Tunga kamdomo hapo. Nani alokuambia mganga Dumba unamueleza shida yako? Najua kila kitu kinachokusumbua kabla hata hujafika hapa. Mimi ndo mganga Dumba. Kinachokusumbua wewe ni ndugu wa mumeo. Ndio. Wanamshawishi mumeo auze zile mali na wewe usipate kitu chochote kile. Ni kweli. Sasa basi, unachokihitaji wewe, unataka umfanye mume wako awe zuzu. Yaani nataka asisikize ndugu zake, ananisikiza mimi tu. Na zile mali ndugu zake wasihusike na chochote kile. Mara anazidi midomo. Na zile mali nizimiliki mimi. Kazi yako ni nyepesi sana kwangu. Nitamgeuza zuzu. Yaani kila unachokisema atakuwa anakusikiliza. Nitashukuru. Nitakupa dawa. Hiyo dawa utamwekea kwenye chakula. Lakini hiko chakula kisiwe cha moto. Kiwe cha wastani. Sawa. Pindi atakapokula hiko chakula atapitiwa na usingizi. Atakapoamka, kila utakachomwambia atakuitikia na atakutekelezea. Buda rafiki yangu, sijajua umewaza nini mpaka ukaanza kuzungumza hayo maneno unayozungumza. Lakini huenda kwa sababu mimi ni rafiki yako na urafiki wetu ulipofikia kwa sasa ni kama ndugu. Kutokana na matatizo au changamoto ambazo nazipitia, kuona hapana haiwezekani rafiki yangu apitie wakati mgumu. Ni bora nimshauri hivi ili aondokane na hiyo dhoruba. Lakini usichokijua kwamba mimi Happy nampenda sana. Tena ni mwanamke ambaye amenionyesha utofauti kati ya mwanamke wa kustareheka naye na mwanamke wa kutengeneza naye maisha. Alafu kitu kingine Buda, ukitaka kuelewana na mimi basi jaribu kuwa upande wangu. Na kama utakuwa tofauti hivyo basi hatuwezi kwenda sawa. Unafahamu fika nimehangaika sana kumtafuta Happy. Na dhoruba nilizopitia
na changamoto nyingi unazifahamu zote, lakini nipo tayari kufa kwa ajili ya Happy. Wadina Mungu dina we. Dina. Wadina Mungu dina we. Dina. Wadina nipe dawa yo. Dawa. Wadina nipe dawa yo. Dawa. Hii inaitwa tulia mpenzi. Sawa. Kamata hii. Hiyo ndo tulia mpenzi, usikurukute. Majibu yake utayaona tu, na ukishatoka hapa, ukiwa njiani, ukiitwa jina lako, usigeuke nyuma. Unaweza kaenda. Fike salama mteja huyo. Mteja. Fike salama mteja huyo. Mteja. Fike salama mteja huyo. Mteja. Fike salama mteja huyo. Ila shemeji ni pala lako. Wewe una akili kweli wewe? Nani shemeji yako? Si wewe. Na nani alikuhusu pia kipala changu? Basi nisamee. Muone kwanza. Mweusi kama mimi. Ovyo, nitakugeuza njio nikubanike kwenye moto. Basi shemeji aishe. Chumba cha siri. Chumba cha siri. Chumba cha siri. Sawa. Mimi sitaki tugombane. Sitaki tutengane kwa sababu ya vitu vidogo. Ila mimi naamini nitakuwa upande wako tu. Na nitajaribu kupambana juu na chini ili tuangalie tunalifikiaje hili. Binafsi nimefurahi sana kusikia maneno haya, na ndio maneno ambayo nilikuwa nahitaji kusikia kutoka kwako, na kwa sababu umetambua ni kitu gani ambacho mimi napenda na furaha yangu ni nini, basi mimi sina shida yoyote na wewe. Nashukuru pia kwa kuniletea majinzi ya kuchanika chanika. Hiyo ni kawaida. Si unajua wewe umejiweka kiuni sana. Kwa hiyo najua kuna pigo fulani ambazo unapendelea. Mambo ya kina Chris Brown, Justin Bieber. Kwa hiyo ilikuwa lazima nikuletee vitu kama hivyo. Ila mimi siwezi nikavaa. Si unajua mimi ni msomi. Au sio? Lazima niishi kisomi. Sema kinyonge sana. Tunakunywa hata cheers pigi. Piga hata cheers kuonyesha kwamba na glasi yako ya plastiki. Unajua vitu vya kisomi. Glasi ikifinya inafinyika. Unaweza ona mtu anamiliki pesa ukazani amepata kwa njia ya usalama. Mwanangu, mbona unakosa furaha? Au hujafurahishwa na makazi mapya? Unapokuwa na masononeko, unanihuzunisha mama yako. Mama, uliniambia mjomba Kisoke amepatwa na uchizi. Sasa, kwa nini hukumpeleka hospitali mapema? Angepata dawa, sasa hivi angekuwa amepona. Kwa kipindi kile, sikuwa na pesa mwanangu. Ningekuwa na pesa, ningempeleka hospitali.
Lakini mama, mjomba Kikoti si ana pesa. Ina maana nimeshindwa kumsaidia mjomba Kisoki. Baba, kumbe upo huko? Maana nimekutafuta kwenda hata sijakuona. Nimekaa hapa nje. Samani? Bila samani mwanangu. Nimetoka kuangalia chakula store. Nimeona kibakia kichache sana. Na hakitoweza kutufikisha hata hii wiki. Sawa. Tutafanya maarifa, tutanunua wiki hii. Sawa? Sawa baba. Sasa hapo tunapokupendea mwanangu. Uko makini sana kwenye mambo ya vyakula. Hasa mambo ya jikoni. Ndio maana ukaita dada mkubwa. Hayo ndio uyashike. Achana na mambo ya kufuatilia mambo yangu mimi au mambo ya Sheila. Hayo wewe achana nayo, ya kuhusu hayo. Wewe dili na haya ya msingi. Umeelewa hapa? Lakini baba, sio kama nafuatilia. Lakini nahitaji kujua kila kinachoendelea huko ndani. Nikiwa kama dada mkubwa hapa nyumbani. Kwa sio kama nafuatilia kwa nia mbaya baba. Haya mengine mimi sijui. Unaweza ona mtu anamiliki pesa ukazani amepata kwa njia ya usalama, kumbe kuna siri iliyojificha. Unaweza ona mtu Umesema ukuwa na pesa za kumsaidia, ni sawa, lakini mjomba Kikoti ana pesa. Na hizo pesa zake angezitumia kumsaidia ndugu yake, angepona kuliko kukuhamisha wewe kuja kwenye nyumba kama hii. Alafu mjomba bado anapata tabu. Ina maana gani? Ni kweli usemavyo, lakini tumemtafuta kila mahali, hatujamuona na tumeshindwa kabisa kumpata. Na imani tu atarudi hapa na utafurahi. Mama, unaongea tu, unasema tu una imani. Atarudi lini? Hii si sawa na sijapenda. chumba cha siri kina mambo mengi ya ajabu tena ya kutisha. La wiki jana bado halijaisha. Sasa hivi limekuja la mwanangu mwenyewe. Inawezekana vipi? Hapa nitakiwa nifanye jambo. Sio kweli. Sarafina, mimi ni baba yako. Huwezi kuyafuatilia mambo yangu kayajua. Unanielewa? Mambo mengine yananihusu mimi. Usifuatilie sana vitu visivyokuhusu Sarafina. Utakuja kuumia. Ni kweli baba unachokisema. Lakini inaonekana kabisa kuna vitu ambavyo unanificha. Kwani kuna shida gani mimi nikajua? Natamani nijue kila kinachoendelea. Kwa sababu nina haki pia kujua kila kitu baba. Vitu gani hivyo? Kwa moyo wako huo unataka kujua nini? Sasa wewe vipi kwani? Ulichochoka kina nini hicho kwani? Naomba unisamehe baba kama nimekosea. Samani nini? Wewe kufukunyuku tu. Hapana baba, sikuwa na nia mbaya. Kama nimekukwaza naomba tu unisamehe. Atoka nenda ndani. She's type. Wewe? Anijui huyo. Ngoja tu. Chumba cha siri kina mambo mengi ya ajabu tena ya kutisha. Chumba cha siri. Chumba cha siri kina mambo mengi ya ajabu tena ya kutisha. Kamila.
Mwanangu, mbona unaonekana na mtoko? Unaenda wapi mwanangu? Mama, nilikuwa naelekea kwa mjomba Kikoti kuwasalimia. Maana si unajua tangu nimerudi kutoka chuo sijaenda. Saa hizi sidhani kama utamkuta. Maana mjomba wako yuko busy sana na miradi yake. Sawa, mimi nimekuruhusu. Kuwa makini huko uendako. Sawa mama, nitakuwa makini. Unaweza ona mtu anamiliki mali ukazani amepata kwa njia ya usalama, kumbe kuna siri, kumbe kuna siri. Nisharibu masharti tayari. Mganga aliniambia nisigeuke nyuma, na mimi nimegeuka. Na yule alonita pale njiani ni nani? Nahisi kuchanganyikiwa. Ukiwa njiani, ukisikia mwendo nyuma yako, usigeuke nyuma. Umeelewa? Umeelewa? Sasa hapa nifanyeje? Nirudi kwa mganga nikamuelekeze au nikienda kule mganga lakini sasa tena na mimi mzembe? Sasa nitafanyaje? Lakini inabidi tu mimi nirudi kule mganga nikamwambia kila kitu kilichotokea. Chumba cha siri, chumba cha siri, chumba cha siri. Oh, chumba cha siri. Afu nimekumbuka. Hebu tusimame hapa tuongee kidogo. Jana ulikuwa unaongea na kitu gani na Sheila? Na alikuwa anakuambia nini? Jana unasema yule mdaka tunaosha vyombo pale? Alikuwa ananipa maelekezo jinsi ya kufanya kazi za pale nyumbani. Vipi? Mwaka unataka kunimeza hivi? Wanangu nina njaa. Kitu gani kimekufanya mpaka sasa usiri? Wajua jana nilipomaliza kula usiku au sio? Nikabakisha 2000 yangu. Nikasema hiyo 2000 itanisaidia kesho. Kwa hivyo amka asubuhi tu nikaona ya asubuhi ni ile sio kweli. Nikasema nisubirie mchana. Mchana ulipofika mimi singe nikatoka. Ndio nataka kukaribia tu kwa Mama Hasani pale anapouza chakula. Kabla sijafika hapa nyuma hapa kwenye hichi kigosari hiki. Ndio si pale kati. Pale barabarani pale. Nikamkuta Mudi Bonge kaingiza 200 kwenye lile dude linawaka kama tali. Dubu. Dubu. Kaingiza 200 kapata 12,000. Mimi nilivyoona vile nikaona nina 2,000 kaka. Nikasema hapa mimi ndo ninakula hapa leo na vimbilwa. Nikaenda nikachange 2,000 yote. Nikaitia pale ndani. Kinazunguka kile. Kinazunguka. Nakuja kushangaa nimepata 600. Usicheke kaka, usicheke. Hivi vitu ni vinasikitisha. Unacheka hivi vinasikitisha. Kwa hiyo ikawaje ukairudisha tena na ile 600? Nikarudisha zile. Ikatoka 0. Hapa nilipo njaa na nikongota. Yaani bwana. Hakuna kitu kingine alichokuambia? Ni hilo tu, hakuna jingine. Lakini Dasala, mbona unaonyesha kuwa na wasiwasi sana? Amna. Nilihisi tu labda kuna kitu atakuwa amekwambia tofauti na hicho. Naomba nikwambie kitu kimoja. Bila kukwambia kitu chochote kile, naomba uje uniambie. Chochote atakachokuambia, sawa? Sawa, sijali. Chumba cha siri, chumba cha siri, chumba cha
Buda, mambo? Poa poa. Jackson, nimekufuata wewe na nilijua uko hapa kwa Buda. Buda, unamfahamu huyu binti? Hapana, mtu sikaje kwa ajili yako anasema ana mazungumzo na wewe. Okay. Ongea na kusikiliza. Acha ujinga. Wewe mpate inuka. Tupiga huyo kishepu cha mbinuko. Jackson, nina mazungumzo na wewe, ndio maana nimekufuata hapa. Mimi nimekuruhusu wewe ongea tu kwa sababu huyu Buda mimi ni rafiki yangu na hakuna siri nilionaye mimi Budaman akashindwa kuifahamu. Budaman, una kitu ambacho mimi nakuficha wewe? Hanifichi chochote. Wewe tomboka. Wewe ongea tu, mimi nakusikiliza. Siwezi kuongea hapa Jackson. Sawa. Tutakutana wakati mwingine. Chumba cha siri kina mambo mengi ya ajabu tena ya kutisha. Chumba cha siri. Wewe mwanangu, wewe ndio mbona unakusaga bahati wewe. Yaani wewe utakuwa wewe kichwa chako akifanyi kazi. Wewe ni msomi takataka. Haki ya Mungu nakwambia. Hili toto zuri refu hili limekuja, linahitaji uzungumze na wewe, uende ukachangamshe damu, wewe unaleta masuala yako ya kipumbavu. Sasa mtu unashindwa kuongea naye mtoto mrembo kama yule. Sasa wewe binti umfahamu, amekuja tu from nowhere. Sawa? Wewe katokea tu, wewe unaanza kumshobokea. Halafu hapo hapo nakuuliza unamfahamu? Unasema umfahamu. Halafu sasa hizi unaanza kuniuliza mambo mengi hapo. Eti mimi bogazi, namshobokea mtu nisiyomfahamu mimi. Wewe unamjua wewe? Mimi simjui yule. Sasa kumbe amelijuaje jina lako? Na amepafahamu vipi hapa kwako? Wewe sio unamtajia, unasikia kama nimekutana naye, nimeongea naye, mimi nimeshakwambia story za huyu. Tumia akili wewe. Mbona unakuwa bongo lao mzee, unamwambia mzee bongo lao, kumbe wewe ndio kichwa maji kabisa wewe. Kibichwa. Mimi kibichwa. Sasa uelewe vitu, yani vitu vinakuja tu from nowhere. Kwa hapa kapajuaje sasa hapo ndo mambo mengine yanatokea kwenye matatizo, yanaingizwa matatizo mengine. Hayo ndo maneno tulipaswa kuulizana toka mwanzo. Amefahamu vipi na hapa kwako amepafahamu vipi? Chumba cha siri. Chumba cha siri. Chumba cha siri. Oh, chumba cha siri. Chumba cha siri. Chumba cha siri. Kuja tena. Mjomba. Mjomba. Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Asante. Habari za nyumbani? Habari za nyumbani nzuri tu. Mama yupo? Mama yupo, nimemwacha tu nyumbani. Kama kawaida yake, anapenda sana kulala. Afu da Sara yupo kweli? Sara yupo ila ametoka kidogo, ameenda sokoni. Nilijua sitomkuta. Maana nimemisi. Hatakukuta hata hivyo. Mjomba. Ndio. Kuna kitu nimeongea na mama. Amenieleza kuhusu mjomba Kisoke. Kwa anaumwa. Amepata na matatizo ya akili. Ila nilipojaribu kuzungumza na mama, ameniambia
ameshindwa kumfanyia matibabu kwa sababu hana pesa. Ni kweli. Shida ni kwamba alipopatwa na hiyo hali aliondoka. Kwa hiyo tunafanya jitihada za kumtafuta ili tukimpata tutampeleka hospitali. Na mamako kahangaika sana kumtafuta. Mpaka muda mwingine pressure inampanda kwa ajili ya kisoka. Lakini nimejaribu kumtuliza asiwe na wasiwasi kidogo, sasa hivi ndio katulia. Kwa hiyo mjomba, ni kuondoa wasiwasi. Akipatikana tutampeleka hospitali. Lakini mjomba, mimi nina wasiwasi. Kama hivyo mnavyosema haonekani na hajulikani alipo, tutampata kweli ili kuweza kumsaidia? Mjomba, machizi waga hawasahau nyumbani kwao, wala hawezi kuwasahau ndugu zao. Tunaelewa mjomba? Kwa hiyo itafika mahali wewe, si tukimkosa anaweza karudi yeye mwenyewe hapa nyumbani. Tunaelewa? Labda mjomba, nikuulize swali. Wewe katika pitapita yako huko ushakutana na machizi wangapi? Wengi. Ni wengi eh? Je, unahisi wale machizi hawana ndugu zao? Wanao. Mbona hawatafuti? Na huko waliko wala wawazi. Kwa sababu chizi ana tabia moja, anaweza kaenda kapotea kabisa na akarudi tena. Mkashangaa tena mnamuona nyumbani. Kidogo anaweza kapotea tena mgeni muona tena mitaani. Ndivyo walivyo. Kwa hiyo ondoa shaka. Mimi na imani iko siku ataonekana tu hapo.